kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha kuzingatia, cha muhimu tena zaidi, na kuomba tu pofie kitufe cha like ama uponyeze like button, na karibu tuzame kwa undani. Kuna taarifa ambazo ni breaking news ambazo tumezipata papa hapa, kituo ambacho unaweza kuamini kwa kuhakiki kila jambo kabla ya kulileta hewani. Ni kituo hiki cha Tanzania ITV. Sasa mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan, Abdul, ameweza kuvamiwa mbele ya mamake Rais Samia Suluhu Hassan wakiwa kule katika taifa la Urusi. Ikumbukwe ya kwamba Samia Suluhu Hassan alifunga safari tarehe 3 mwezi huu wa Juni kuelekea pale Urusi, na safari aliyoienda pale inakamilika siku ya Ijumaa tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka wa 2026, ukipenda 2026. Sasa Samia Suluhu Hassan aliweza kuandamana moja kwa moja na mtoto wake ambaye anaitwa Abdul. Abdul mnamuelewa, ingawa hana cheo chochote katika serikali ya Tanzania, ila tu inadaiwa kwamba yeye ni msimamizi wa idara ya usalama hapa Tanzania. Kitengo ambacho anaendesha ni kile cha mauaji vile mnajua. Sasa aliweza kuzuiliwa kuingia ikulu kule Urusi, mamake alivamiwa kivipi? Aliweza kuzuiliwa kuingia ikulu kwa sababu mara nyingi wakati rais anapotembelea taifa lolote lile, anatembea na watu wa ngazi za juu katika serikali, maafisa wakuu serikalini ambao wanaenda pale wanajitambulisha na kuingia katika ikulu. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa na wale ambao aliweza kuandamana nao wakati walikuwa wanaingia katika ikulu ya Rais Putin kule Urusi. Ikumbukwe ya kwamba mtoto wake Abdul alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa kwa kikundi kile ambacho kilikuwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa wakati wale security, tunasema maafisa wa usalama kule ikulu, wakati walikuwa wanasalimiana na wale ambao wanaingia ikulu, Samia Suluhu Hassan alikuwa ametangulia kwa sababu yeye ndiye alikuwa rais ama mgeni mkubwa kwa ikulu ya Urusi kwa Putin. Sasa rais akasalimia watu. Nataka kukuonyesha hiyo picha vile hali ilivyokuwa. Tazama hapo wakati Abdul mtoto wa Samia alifikiwa. Tazama hapo hiyo picha. Sasa akaulizwa, wewe ni nani? Unaandamana na kikundi hiki ama kikosi hiki cha Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa alivamiwa kwa kuulizwa nafasi yake ni gani anashikilia katika serikali ya mamake Samia Suluhu Hassan. Ilibidi unapotazama hiyo picha vile ulitazama, ilibidi mamake Samia Suluhu Hassan arudi nyuma awaeleze, huyo tuko na yeye, mtoto wangu, ndio akaruhusiwa kuingia ikulu. Sasa kazi ambayo Abdul mtoto wa Samia Suluhu Hassan alienda kuifanya kule Urusi ni gani? Sasa kuna taarifa fiche za ndani, ndio maana nikakwambia katika kituo hiki tunahakiki kabla ya kuleta jambo lolote hewani. Sasa tumefahamishwa taarifa za ndani ambazo huwezi kuzipata hata hapa mahali tunaita TPC, yani Tanzania Broadcasting Corporation, hawezi kutangaza hizi. Sasa tumefahamishwa Abdul alienda kukutana na vikosi vya kutisha. Hivyo ndivyo alienda kukutana navyo. Unajua, ikumbuka kule Urusi kuna vikosi maalum, na inadaiwa ya kwamba Abdul alienda kukutana na kikosi cha kwanza, kinaitwa kitengo nambari 29155. Hiki ni kikosi ambacho kinawekea watu sumu hatari. Ndicho Abdul alienda kukutana nao. Kikosi cha pili tunafahamisha Abdul alienda kukutana nacho ni kikosi nambari 26165. Yaani hiki ni kikosi kile ambacho kinafanya what we call, ama tunatambua kwa lugha ya Kiswahili, udukuzi katika mitandao ya kijamii. Sasa sijui ni maarifa ambao walienda kupata
wala ambao wanakosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan hapa Tanzania kupitia mitandao apate umaarufu, ili wakikuja hapa Tanzania waanze kutuandama sisi. Kikosi cha tatu ambacho Abdul alienda kukutana nacho nambari 70 na ngapi hapa 44-45. Hiki ni kikosi cha majasusi wa mtandao. Wanaweza kujua, wanadukua tu mitandao na kujua yule ambaye ameweka picha ambaye ya Samia Suluhu Hassan, yule ambaye ameikosoa serikali, yule ambaye amesema yeye ni katili, yeye alijichagua kwa uongozi. Wanadukua hapo, wanajua huyu ako mahali fulani, wanamwendea, wanamteka nyara. Na hivi vikosi maalum ni vya hatari ama vya kutisha tena zaidi. Kumbuka ya kwamba Abdul anadaiwa kushikana na mafuela hapa Tanzania kwa kikosi kile ambacho kinahusishwa na mambo ya ulawiti, mambo ya mauaji, mambo ya kupotezwa, mambo ya utekaji hapa na pale. Sasa Abdul ni mtu ambaye anaaminika tu, lakini hana nafasi maalum ambayo inajulikana, lakini anadaiwa yeye ni msimamizi wa kitengo cha idara hapa Tanzania, kitengo kile cha usalama. Kwa hivyo vile safari hii imekamilika, Abdul anarudi na mamake hapa Tanzania. Kwa hivyo mambo yanaenda kuwa mabaya, yanaenda kuwa tisho kubwa, haswa kwa wale ambao wanaikosoa serikali ya Tanzania. Na hata sisi hatuikosoi, ila tu tunasema ukweli baada ya kuhakiki kila jambo. Sasa mtuombe sana, hapa Tanzania mambo si mazuri. Kwa hivyo wakirudi, huenda tutakuwa na masuala ambayo sio ya kufurahisha, kwa sababu vikosi ambavyo Abdul alienda kukutana navyo ni vya kutisha. Ikumbuke ya kwamba hata Samia Suluhu Hassan alienda pale kutafuta usaidizi, kwa sababu bunge la Ulaya liliweza kupitisha ya kwamba hamna taifa duniani ambalo linaweza kutoa msaada hapa Tanzania ama kutoa ufadhili. Kwa hivyo Samia Suluhu Hassan anajaribu kushikilia hapa na pale, aone ni taifa lipi ambalo linaenda kumsaidia, haswa kwa kuendesha serikali ambayo aliweza kujichagua na kujitangaza chini ya ulinzi mkali wa kijeshi. Na katika uwanja wa kijeshi ya Mbale iliweza kulazimisha hamna Mtanzania hata mmoja ambaye aliweza kuhudhuria uapisho wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo tuombe sana, kwa sababu mambo ya utekaji nyara ama upotozwaji unaendelea hapa Tanzania. Mambo ya mauaji yanaendelea. Tumeshuhudia mara nyingi watu wanakatwa vichwa, wanarushwa kwa mto. Tumeshuhudia visa kama hivyo na masuala mengine ambayo ni ya kuhuzunisha hapa Tanzania. Naomba nitamatishie hapo. Tukipata taarifa zingine tutazileta moja kwa moja, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho, pofia kitufe ambacho kimeandikwa subscribe hapo, ili uwe subscribed, na karibu kule kengele, bonyeza kengele ili kupata kazi zote pindi tunazoziweka katika mtandao wetu wa Tanzania ITV. Kwaheri kwa sasa.